Catherine says she'll never ever date any man whatsoever. Reason being, men can come and eat or overtake whatever she'd gathered. Men or men, style up. This is how I asked Catherine, how did you get the Kiambu County government job? And this is what she said. Mimi siku apply. Unajua kenye Mungu amekupangia. Hakuna uwezi epukana. Hakuna mwenye atasema no. Mimi hiyo kazi nikikuja. Nilikuja kimchezo. Nilikuwa nimefanya kazi yetu. So maisha yenye nilipitia. Ilibidi nitoke siku moja niambie Mungu hapana. Sasa hivi penye nimefika. Nataka mlango mwingine. Na ukiambia Mungu na ukiamini kabisa uongee. Nataka mlango mwingine unafunguka hapa. Kwa sababu mimi nilitoka kwa nyumba siku moja tu. Nikaingia kwa kanda. Sikuwa najua mlango ya kanda. Nikaongea na madam mwenye alikuwa pale. Tukaongea. But hiyo time hata akiniangalia. Hivi it was too very hard. Nilikuwa nimeparara kabisa. Siwezi ongea, siwezi fanya nini. Nikijaribu kuongea hivi. Ni machozi ilikuwa inatiririka. So I know hiyo machozi ndio Mungu alinileta itiririke. Ndio huyu madamu awe kama mlango yangu ilifungukia. Nimuongelesha tu vile nataka. Kaniambia sasa leo ile utafanya. Anaitwa Madam Joyce. Sijui Joyce nani. Hiyo jina ingine alienda. Hayuko. Oh, alipass. Sasa Ama I don't know kama alienda transfer. Ama alienda retire. Ndio mawili, one of them. So, kaniambia uko na ID? Kumwambia yes. Kaniambia hapa sijawahi pata Mluya. Hii kauni. Hawa tunasimamia sina Mluya. Hi, welcome mami. Mwambia asante. Sasa apishaye kufunguliwa. Kino kapewa kile unataka ndani ya roho yako. So mlipewa hiyo. Hapo. Kuna mani ya apply. Lakini nashukuru Mungu. Bila yeye singeweza. Bila Unajua kuna hii kazi ya kufakia. Lazima uwe na certificate na kila kitu na uapply. Na hizi vitu zote tena unapeleka headquarter. Hujui kama utachukuliwa ama utachukuliwa. I asked Kate, how was the previous job? How was your employer treating you in your house job that you were doing before? And this is what was her reaction. Sasa huku nilikuja kwa 2010. Yeah, 2010 ndio niliingia huku. Wakati niliingia ndio nikaenda kuwa maid pale, fanya kazi kwa kazi ya nyumba. Lakini hawa mama wanatesa watu. Ni upei mtu chakula. Matusi tu. Mimi nilisema akijaribu kunikusa hivi, huyu nitamrarua kama waya stima kwa nyumba yake. Siwezi nikonga. Sina haja na chakula yako, niko na haja na kazi. Na kazi unafanya hata hulipwi. Wanawafukusanga hivyo. Unaenda pia unalia machozi. Hata wenye wanaendanga wakilia, milango ingine inakuwa imefunguka. Mtu asiwe anaenda akiwa na stress. Stress ya nini? Na Mungu amekujalia mlango imefunguka direct. Kwa sababu hata mimi wenye nilitoka nikilia. Na mlango ikafunguka immediately. Sasa naambia Mungu asante. Yes. You may be wondering what kind of a job does Catherine do with the county government of Kiambu, and she loves this job. Listen to her. Mimi kazi yangu ni kufagia, tena ni mitaro naenda kutoa hii makaratasi. Hii kazi ya environment. Siendi kukaa kwa ofisi. Naona saa hii lazima kutanyesha kishaisha. Ndio nichukue rek
wheelbarrow, spade na kifagio niingie kwa mtaro. Juu tunaruhusiwa, hatuwezi fanya kazi na mvua. Unaona? Hatuwezi. Hapa kuna factory, hapa ni kuna mafuta huko chini. Huko kuna mafuta. Catherine taught me something, that however much the situation is hard, you should not be that one person that always complains. Always forge the way ahead and do what you love or the responsibility that you have. Listen. Lakini tukikaa tukilia kila wakati, kulia lazima tulie. Na kilio kingi tulilie Mungu. Na viongozi watuangalie, si wakae wakituongelesha hivyo na roho kali. Ukiwa mlinzi wa watoto, wewe lea mtoto polepole kwa. Kama maziwa kwa kibuyu. Si tena unamwaga maziwa hivi. Ni uchungu. This is what I normally ask people. Whenever I interact with the people, with someone, I have to ask them, what are the challenges that they are facing? And this is what Catherine said is her biggest challenge ever as a widow. Changamoto yenye niko nazo nyingi sana. Kwa nini? Kulea watoto. Kulea hiyo mlango, wewe ndio baba na mama, uko supposed kuleta chakula kwa meza. Hawa watoto, na lazima umake sure watoto wamekula balanced diet. Exactly. Lazima umake sure watoto wanaenda shule. Hapa ndio kwa kompyuta. Hapa ndio. Unaingia huko? Hapana. Sasa. Ayo ukitoka hapo. Kuna wale wanachekeleanga mama wajane kama ujui brother. Mtu kusema ukweli usiwahi cheka mjane. Wewe wako, wewe sijua mimi nimesimama aje. Catherine says she will never ever date any man whatsoever. Reason being, men can come and eat or overtake whatever she had gathered. Men or men, style up. Hata sitakangi mambo ya wanaume. Tunaona hata mwanaume ni wasamkaribisha. Atakuja kunikulia mali yangu. Alafu tena aende. Mimi sitaki hiyo biashara. Pesa yangu nakula na watoto wangu. Na sio kukula. Jamani, nataka watoto wasome. Kumaliza nitekee matunda mazuri. Oh, this day is a blessing with a lot of rain, with everything. Now, what's your message, biggest message to the widows? Wacha nianze na hao mama wachane wenzangu. Hata wababa pia wako na changamoto zao. Sana sana ninaomba kwa mama wenzangu. Ile shida tunapitia ni ngumu. Na kila mtu asimame na mguu mmoja, usimame na miguu mbili. Hii mguu mmoja ukisimama hivi, hii ingine haitajua mahali inaenda. So ukiambia Mungu, mimi hakika ndio ni baba tena mama, acha nisimame nikiwa katikati, senda kando, ni alone. Maisha itakuwa sawa. Waache kuhangaika. Waache kukaribisha wanaume kwa shilingi 5, shilingi 10. Hakuna kitu anakusaidia naye. Ni mzigo analeta kuongeza hapo. Ni mzigo anataka kuongezea. Mzigo kivipi? Anataka kuweka mimba. Ahepe. Ama niweke mimba. Tuanze maisha vizuri. Watoto wangu hataki kuwaona, anataka kuona mtoto wake. Juu ni kitu nimeona na macho. So, hiyo ni changamoto nyingine ya kutesa watoto wako wakubwa. Wachana na mambo ya wanaume, kaa kama mama, kaa kama mzazi, kaa kama mwenye unaweza kila kitu. Juu Mungu bila ameamua iwe hivi, waache iwe hivi. Kuhangaika wachana nayo. Mimi sina mazai ya kuhangaika na wanaume. Mtu anakuambia, "Wewe pato, mtoto mdogo uko na miaka kidogo, tafuta mtu." Ni mtafute nimpeleke wapi? Kama nafasi iliblokiwa. Mimi sitaki hiyo business. This is Catherine's message to those ladies who look for bentens. That is, who date young boys. This is what she has
for them. Listen. Hey, Catherine. Kuna wenye wanakimbia na watoto wadogo. Waachani na hao watoto. Wacha kuharibu mtoto wa mwenzako. Mtoto wa mwenzako akikuuliza, ndio wako na wananga adabu. Unaweza nikujia. Na ukimwangalia na mwambie wewe ni rika ya watoto wangu. Toka mbele uende. Wewe ndio utakana huyo mtoto na iwezekani. Hapa ndo unaingia? Bana, mimi nanyorosha. Hii ni kampuni gani ama ni kampuni gani? Guys, this is a beautiful place over there. Very beautiful. Very beautiful. So we have Nairobi Nakuru Road. Highway. Wow. Wow. Eti hapa inaitwa? Hapa ni Sikona. Sikona? Sikona. Sikona. Sikona Hotel. Sikona Endo. Haya. Naona sasa kama hii sasa ya kwenda kwa masomo haya. Sasa tunafika Sikona. Kenya unaenda bado ni mbali? Ni hapa tu chini penye niko karibu kufika sasa. Umefikisha. So ladies and gentlemen, we have connected from Kikuyu town. We have come all the way connected to the Nairobi Nakuru highway. So this is the highway right here. The road comes, this is Nairobi. You can see the mist over there, and all the way goes up to Nakuru. So Nakuru, Uganda, Kampala, all the way. So this is it. Nimekuwa hapo na Madam Catherine hapa. Catherine's confidence and strength, you can tell it from her voice. She's persistent, very strong, very positive, and her positivity blows my mind. Ladies and gentlemen, who else other than Catherine? She is an inspiration to all widows that stop sitting down and looking desperate. "13 years ago, when Catherine's husband passed on, it's evident that Catherine was a very young lady. Now, to all men, all the time when they see such a young lady and she has no husband, they stream to her all the time. And I asked Catherine, is there any man that had approached her, wanting maybe to have sex with her, to sleep with her?" Wanaume ni wengi. Hata nikipanga laini hapa. Utaweza kuhesabu. Ni wengi. Ninaonaga. Sio naweza kubali mwanaume hata mmoja niishi na yeye. Na huyu mwanaume anataka mtoto. Na mimi niko na watoto watano. Already. Watoto wangu wana mtoto. Wawili vijana mbili mbele. Vijana katikati. Vijana wawili tena nyuma. Naonaga ni kama natafuta tena biashara nyingine hainistahili. Yes. Ama hiyo ni kweli. Sasa mwanaume aniletee magonjwa. Yaani kuhangaika hapo tena. Nani atamtibu? Hakuna kitu baya. Waambie mtoto yako ile shida uko nayo. Na unaona mtoto yako ndio baba, wewe ndio baba mama. Sasa nianze kupeana siri zangu kwa watoto.
nimetafuta. Wacha nikae nikule nikunywe. Nikae. Unajua pesa nyingi naenda kwa watoto. Watoto wakishamaliza shule. Kama ni gari nita watakununulia hata. Kwa hiyo already mimi mwenyewe niko na DL driving license. Hata wanatembea nayo. Kama ni hapa. Bado ni mbali? Bale tu. Mimi naona nikikuacha sasa. Unaniacha? Nirudi. Nitakupanda gari. Narudi nyuma. Mimi nashukuru. Wewe hata ndio. So maybe namba yako ya simu sema tu hapa. Mimi sana kwa majina full name naitwa Patrick na Theo Wafula kutoka Bungoma. Mti wa inaitwa aje? Nisemwa, nimekaa huku sana nimesahau nyumbani. Nisemwa area. Mimi mwenyewe nakaa na watoto wangu huku na ninaomba kama kuna mtu atanisupport mahali popote kupitia kwa hao watoto wangu. Anisupport. Watoto wangu waendelee kusoma. Watoto wa kusoma wakimaliza nitakuwa sawa, sitakuwa na stress. Okay. So mambo naomba sana usaidie. Kupitia kwa hii namba 0719237701. Nashukuru kwa kila jambo. Thank you so much. Nashukuru sana. Asante kwa company kwa kunionyesha hii place. Hata kama si wewe ndio huko nyuma. Asante sana, Mungu akubariki. Amen.